kila anayejikweza kutakuvunja heshima ya mtume, kumtusi mtume, wa ala ali baiti, kuwachukia watu wa familia yake, kuwatukana watu wa familia yake, kuwatukana maswahaba zake, huyo mchukie. Isiwe ndio kipenzi chako. Na hawa kwa zama zetu hawa ni wengi wanaowatukana familia ya mtume na kuwatukana sahaba kiram. Sisi wajibu wetu kwanza tuanze kuwachukia, kisha tuwapige vita wote ambao watataka kuvunja heshima ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wataka kuvunja heshima ya familia ya mtume, wataka kuvunja heshima ya maswahaba watukufu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufanya hivyo ndio itakuwa kweli sisi tumedhihirisha kule kumpenda mtume, na hayo madai yetu ya kwamba tumpenda mtume kweli yatakuwa yamefanya kazi. Wasuila Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, Sayyiduna Ali aliulizwa kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ali aliulizwa siku moja, hebu tueleze wewe Ali, mapenzi yenu yalikuwa vipi katika kumpenda mtume? Tuambie, mlikuwa mmpenda vipi mtume? Nyinyi mapenzi yenu yalikuwa ni kiasi gani? Akasema, kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa min alma'il baridi ala ad-dama radiyallahu anhu. Asema maelezo kama haya mtukufu kiasi na sisi tuingie huko. Ali asema kana wallahi, mapenzi yetu ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa, tena akasema wallahi, na apa kwa Mwenyezi Mungu, ahabba ilaina, ilikuwa mtume apendeza kwetu sana, min amwalina, kuliko hata mali zetu. Ilikuwa sisi mtume tumpenda kuliko mali zetu, wa auladina, kuliko hata watoto wetu, wa abaina, kuliko wazazi wetu, wa min al-ma'il baridi ala al-dhamad, na kuliko hata maji ya baridi wakati wa kiu kikali. Ilikuwa tumpenda mtume kuliko maji ya baridi kwenye wakati wa kiu kikali. Mithilisha, pengine umefanya kazi nzito, au pengine umesafiri safari ya mbali, ukawa umechoka sana na una kiu kikali, hakuna kitakachoweza kukata hicho kiu chako ulicho nacho isipokuwa ni kunywa maji ya baridi. Utazama ladha unayoipata katika kunywa kwako maji ya baridi, ile ladha unayoipata, Sayyiduna Ali asema ilikuwa haishindi mapenzi yetu ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kitu pekee chenye kukata kiu ni maji ya baridi, wala si maji ya moto. Na ndio maana maji ya moto yamewekwa kuwa ni adhabu hata siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu ameeleza ndani ya Qur'ani hilo, akasema illa haliman wa wasaqa, watu wa motoni adhabu zao Mungu ameshazieleza kabisa, ni maji ya moto, wa wasaqa, na kusaa. Ulama wana tafsiri nyingi katika kueleza. Moja katika maelezo akasema kuonyesha kwamba kiu hakikatwi na maji ya moto. Vyovyote utakavyokuwa kunywa maji ya moto wakati una kiu kikali, basi hauwezi kukata kiu chako. Sasa Ali asema sisi ilikuwa tumpenda mtume kuliko mali zetu, kuliko wazazi wetu, kuliko watoto wetu, kuliko hata maji ya baridi wakati wa kiu kikali. Je, na sisi ni hivyo au tuko nyuma sisi? Na kama tuko nyuma, ni vipi sasa? Basi tuchukue hatua ya kubadilika. Watu waingie madarasa, watu waingie msikitini, watu wafanye ibada mbalimbali, watu washikamane, watu wapendane, watu wasihusudiane, watu wasikuhudiane, watu wasikirane, watu wasipeane migongo. Itakuwa ndio kweli
umempenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa kinyume na hivyo, hayatakuwa ni madai tu ambayo bado yatakuwa hayana uthibitisho, japo kweli itakuwa umeangulia sehemu katika sehemu, lakini mapenzi ya kweli ya kumpenda Mtume kweli, kufuata aliyofundisha kweli, itakuwa ni nusura kubwa sana kesho kiyama, na itakuwa ni faida kubwa hapo ulimwenguni kwa kumpenda Mtume Muhammad sallallahu